aliniambia nikiwa namsikiliza mwalimu na mzazi nitaweza kuwa mwalimu. Ndio, unaweza tena sio mwalimu tu wa kawaida. Unaweza kwa wewe ni mwalimu mkuu. Ukawaongoza walimu wote pale shuleni. Sawa? Kwa hiyo nataka uniahidi kuwa hautokurudia tena mambo yako ambayo unayafanya. Sijui na wenzio kwenda huko wapi, sijui mabondeni kuoga maji, sijui huko. Nataka uniambie ukweli. Ndio. Uko tayari? Basi sawa. Namuomba ukamwombe msamaha kaka yako. Kaka, naomba nisamehe. Kwa kosa lipi hasa mpaka nikusamehe? Siendi shule. Kwa maana yake ulikuwa unafanya makusudi, si ndio? Hapana. Hapana maana yake nini? Kumbe kwa maana yake wewe Haruni ni kakako sana. Tena unamuelewa kuliko hata mimi. Akikwambia mara moja, mara mbili, mara tatu unamuelewa. Ila mimi hata nikizungumza sana unaniona kama generator tu ambayo limewashwa linapiga makelele tata. Unaweza kumsamehe. Meli ni muelewa. Tayari kashanielewa. Najma. Mimi tena Dubai. Nina haraka. Sawa, nafahamu kama una haraka. Pia naomba kidogo unipe nafasi dakika moja. Nazungumza kile ambacho nataka kuzungumza. Sawa. Nzuri sana. Najma, na kwa nini niimbe nyimbo moja kila siku ikiwa mwenyewe unaofahamu mwimbo huo? Nakupenda sana Najma. Tafadhali, naomba unipe nafasi ili uwe mke wangu wa ndoa. Dubai. Wewe mtu gani ambaye sio muelewa? Kila siku tuongee swala hili. Hakuna kijijini wasojua wasotambua mimi na yule tuna mahusiano gani. Paka mtoto mdogo ukimuuliza najua. Kila siku tuongee swala hili tu. Mimi sikupendi. Mimi nampenda yeye. Yeye ni chaguo la moyo wangu. Sawa. Lakini hata hao watu ambao walisema mapenzi ni majani walikosea tu. Maana majani mengine hastahili kabisa kuota katika jamii hii. Na hata huyu mtu ambaye wewe unamng'ang'ania, sidhani kama ataweza kukufikisha kokote pale. Maana hali yake ya huna na akijikuna anatoka huko. Inatosha Dubai. Inatosha nini? Acha nikueleze ukweli. Nimechoka. Kila siku nikueleze neno moja. Kila siku nililie kwa ajili yako wewe. Nililie mapenzi yako wewe. Unamwangalia huyu Haruna atakupa nini wewe? Ikiwa kwa ukatabu, kupaka ukatabu atakupeleka wapi yule? Hata kufikisha wapi wewe? Dubai, Haruna hana makosa. Mimi ndo chaguo la moyo wangu. Ndio nilompenda. Mbona unaniforce? Mimi sikupendi wewe. Mimi nampenda Haruna. Laiti kama ningejua unanisimamisha na kuniambia utumbo kama huu, wala nisingekusikiliza. Tena iwe mwanzo na mwisho, kunisimamisha na kuniambia ushenzi kama huu. Waliosema watoto wa kike mwalimu wao kibovu basi wamekosea. Wakisema wamekufa kabisa. Shenzi mmoja. Haruna, kwa umekaa hapa peke yako? Au umekasirika kwa sababu nimechelewa kuja kukusaidia, si ndio? Sina maana hiyo. Ila kikubwa, vipi kuhusu hadi yako? Nani? Unajua fika kwa moyo wangu unauma sana pindi ninapokuwa na wewe na Dubai. Kwa nini adui yangu napenda kumpa nafasi kila wakati? Ujue siku ya leo siku ya kipekee sana katika kijiji chetu. Huwezi ukaamini kitu kama hicho. Sasa siku ya leo nadhani tena mimi na furaha tena zaidi kuliko hata wewe. Yaani hapa ni na furaha ya kupitiliza. Yaani natamani siku ya leo yaani ningekuwa mchana. Hamna hata usiku. Barau basi. Au unasemaje? Hamna mtu asojua siku ya leo kama kuna tafrija nzito inafanyika kijiji. Hapo tunataka tunaongea mzee amekaa kimya. Au wewe unasemaje? Siku ya leo binafsi. Njia ya kwanza tuache kuzungumza sana na badala yake tufanye kwa vitendo. Na kufahamu pia haitoshi, ni lazima tufanye.
Basi ana maneno huyo. Ya mzee bwana wewe. Anaandika vitabu vya Ngonjera. Sasa mimi sitaki story nyingi. Mimi leo nawakalisha. Yaani kijiji kitanitambua kwa mimi ndo nani. Wewe baba wewe kwa kucheza tu. Kucheza umeenda unapata. Sasa watu wanapiga ngoma tu. Subiri utaona. Afadhali kiongozi umetokea. Mwenyekiti wa vijana. Niambie Dibai. Safi kwema. Safi karibu bwana. Safi vipi? Bwana kiongozi, sisi tuko tunataka tufahamu ni zawadi gani ambayo leo umetuandalia. Bana vijana bana tunamzuka Jumapili ya leo. Tutajie leo zawadi hapa. Yaani nashindwa kuelezea, sijui nianze wapi au nimalizie wapi. Ila acha nianze hapa maana mbele nitamaliza vizuri. Hapo tunataka kwanza. Yes. Ila yani naweza nikazungumza leo, kuna surprise ambayo ni kubwa kuliko, yani tofauti kabisa na siku zote ambazo nyinyi mnatarajia kuziona. Na siku ya leo nina mtu wangu special ambaye nitakuja kumumbua mbele ya wanavijiji. Utatazama. Nani? Hiyo ni siri yangu, ila wakati na muda ukifika kila mmoja atatambua nini ambacho kiongozi. Tutajia tu ili tumjue na sisi. Vipi je? Rafiki yangu? Rafiki yangu yupi? Haruni? Hauna rafiki zaidi ya Haruni? Sasa hivyo Dibai. Kwa sababu Haruni sio rafiki yangu mimi. Haruni hapa kijueni, rafiki yangu mimi na huyu na yeye hata wewe pia. Ila ukisema Haruni rafiki yangu mimi unakuwa unikosea Haruni. Labda nikwambie kitu kimoja. Sawa. Haruni mimi si rafiki yangu kwa sababu na laita iko rafiki yangu, basi nikukuuliza rafiki yetu iko wapi? Ndio maana nimekuuliza rafiki yako iko wapi. Hilo moja. La pili, pia siwezi kuwa na mpumbavu kama yule na urafiki naye. Kwa sababu ni maskini, fukara na hawezi kunishauri kwa lolote, kwa chochote kile katika akili yangu. Kwa sababu kitendo cha kumkumbatia na kumweka katika akili yangu na kichwa changu ni sawasawa na kukaribisha umaskini juu ya maisha yangu. Hapana Dibai. Hapana nini? Inatosha Dibai. Kuna unafanya hivyo Haruni? Kuna unamnyanyapaa hapa Haruni? Kiasi kuna mnyanyapaa Haruni tu. Haruni anajulikana hapa kijijini, anaishi vizuri, tuna watu kila siku hapa. Wewe nisikilize. Sawa, nisikilize. Mimi nina moto wa fire au zaidi ya fire. Tofauti na vile unavyonifikiria wewe. Kama wewe fire, mimi mwenyewe fire, vipi nazima moto? Nisikilize, Haruni awe mtifu, awe mtukutu, awe anapendwa, hata awe anachukiwa, mimi kwangu hayanihusu. Ila Haruni katika watu nawachukia katika kijiji hiki, Haruni namba moja. Na laiti Mungu akinipa uwezo na kwa Israeli nikimtoa. Hata Haruni hata afanye mimi nipo hapa kwa ajili ya kumtetea Haruni. Na mtanga na lamba. Haruni uvuti kufanya kitu chochote wewe. Wewe vipi kusema Haruni? Kama Haruni rafiki yako ni rafiki wewe. Si rafiki yangu mimi. Achana na mimi bwana wewe. Wewe kila siku mtu wewe mmoja anazungumza. Wewe kama nani bwana? Wewe siku kama nani? Na si wewe tu. Hata kama na nakwambia kiongozi hawezi kuwa kama hivyo. Kiongozi bora hawezi kuwa kama hivyo. Mimi nakwambia na lamba mtanga mimi. Wewe vipi bwana wewe? Tufanyeni mpango zake. Niaje? Kama sawa. Niambie. Je, nilikuja nyumbani. Mama ameondoka. Nilikuwa na shida na. Sawa, unaweza kuzungumza. Naomba tuongee kwa mbele. Haruni, kuna swali nataka nikuulize. Hivi unampenda kweli Najma? Hata kama nitakujibu sidhani kama itakusaidia kitu. Sawa. Najua hainisaidii kitu. Na wala hainihusu kitu chochote, maana hata ukitamka ni upumbavu mtupu. Ila huu ni ushauri wangu wa mwisho. Sitaongea tena kauli hii katika mdomo wangu kuingia katika masikio yako. Achana na Najma. Achana na Najma. Maana hakufai. Hebu jiangalie jinsi ulivyo. Kula kwako kwa tabu, kuvaa kwako kwa tabu, utamlisha nini binti wa watu? Utamvisha nini binti wa watu? Kukaa na Najma kama penzi ndani yake ni sawa sawa na kumharibia future yake ya baadaye. Bye.